H pylori sio vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni vidonda kama vidonda vingine. Utofauti wake ni vidonda ambavyo vinatokea tumboni. H pylori ni bakteria ambaye tunampata kutokana na majukumu yetu ya kila siku. Either tumekula, tumekiss na mtu, tumebadilishana mate, tumekunywa maji ambayo yana ule mdudu, anaingia tumboni. Bakteria anaingia tumboni. Sasa yule bakteria akifika tumboni, namna yake ya kusurvive, kwa sababu haingii tumboni ili kuharibu. Yeye anataka kuishi. Wewe ni host. Wewe ndio mwili ambapo anaweza akapata chakula na amepata sehemu nzuri kabisa ya tumboni ambapo anaweza akaishi akapata maisha yake safi kabisa. Kwa hiyo anachofanya sasa, anakuwa na mbinu ya yeye kujikinga. Mbinu ya kwanza, akibaki tumboni, mwili sasa na wenyewe ni mjanja. Mwili wetu una namna ya kuondoa mabakteria, uchafu, vidudu vyote. Kwa hiyo moja ya njia yake ni mwili kumwaga asidi ambayo inaenda kulainisha chakula. Ile asidi ni kali, ni hydrochloric acid. Hydrochloric acid ukiangalia inayoyosha mpaka msumari. Kwa hiyo inavyomwagwa tumboni kwenda kusafisha na kumeng'enya chakula na kuondoa kila kitu, bakteria yule akibaki pale na yeye mwenyewe atakumbwa. Ile asidi ni kali sana, itamdhuru. Kwa hiyo sasa anafanya nini yale ukuta wa mwili? Kwa nini asidi haidhuru ukuta wa mwili? Ni kali. Kwa nini sasa haiunguzi tumbo? Mwili sasa wenyewe ili kujikinga, tumboni imezungusha uteute, ni layer mucus imezunguka tumbo. Ile ndio inaokinga sasa asidi isifike kwenye ngozi ya tumbo lenyewe. Ile uteute ule ndio unaokinga na unakuwa unazaliwa mpya. Sasa bakteria anachofanya, anajua kabisa akibaki kwenye tumbo atapata shida na ile asidi. Anaenda anatoboa ile mucus, anaingia anajificha ndani. Kwa anakuwa kati ya tumbo na ile ute, yeye anakuwa kwa ndani sasa, kajifika kule. Kwa hiyo mwili ukimwaga zile acid, si ndio? Kumbuka tayari ameshapenya katokezea upande wa pili. Mwili ukimwaga acid hatapata yale madhara ya moja kwa moja, lakini bado kuna acid itakuwa inamfikia kwa sababu kumbuka ametoboa. Sasa yeye anafanya nini? Yeye anatengeneza sasa, ana kemikali zake anazitengeneza, zinabadilisha ile acid kuwa kitu kingine na kuipunguza makali. Kwa hiyo kule anaenjoy. Lakini mwili kwenye ukuta wa tumbo bado una seli zile ambazo zina kazi sasa ya kulinda lile eneo la ukuta. Linagundua kwamba kuna mtu ambaye sio huku, sio kwake, unatuma taarifa. Mwili unaanza mbinu sasa za kumsaka nani? H pylori. Wakati huo H pylori naye anatengeneza mbinu za kujikinga dhidi ya mwili. Matokeo yake sasa anaenda anaharibu ile layer, ile mucus ule ute ambao unakinga tumbo, anauharibu. Akiuharibu, mwili na wenyewe huku hautaki kuamini, unaanza kuhangaika kutuma askari wa kwenda kupambana na yule mgeni. Sasa katika kumwaga asidi ile na nini, kumbuka ile mucus ule uteute umeshaharibiwa. Ile asidi ni kali, kwa hiyo ikifika inaanza kuunguza ukuta wa tumbo moja kwa moja. Ikiunguza ukuta wa tumbo, ndio hizo sasa kutoka kwenye inflammations, vidonda vinatokea, vidonda kabisa. Sasa vidonda vya tumbo vinakujaje? Vile vidonda sasa, kipimo ambacho unatakiwa kupima kuambia una vidonda vya tumbo ni endoscopy, sio kipimo cha damu wala haja kubwa. Endoscopy ni kipimo gani? Hiki ndo kile kipimo ambacho unafika sasa, wataalamu wanakuingizia mtambo wenye kamera, unaingia mpaka eneo la tumbo, anaanza kuzunguka kuangalia ukuta wa tumbo kama una acid na kama una vidonda. Hapo ndo ataona vidonda vya tumbo na matibabu yake yataanza. Lakini ukiambiwa H pylori positive, H pylori antigen positive, eti una vidonda vya tumbo, huo ni uongo. Kwa sababu hao askari ambao wametumwa kwenda kupambana na H pylori wanakuwa wanazunguka kwenye damu ili wamtafute dhuru. Ukienda kupima damu utakutana na askari walioachiliwa na mwili ili wapambane na H pylori, na kila askari ni kama nje tu tunavyoona askari wa zimamoto, askari wa nini, askari wa polisi, na mwili wenyewe una askari yupo kwa ajili ya H pylori, na watu wamemfanyia tafiti na wana vipimo vya kumpata. Ukienda ukapima kipimo cha H pylori cha damu, utakachoona ni askari. Sasa utofauti wake ni nini? Utofauti wake ni kwamba unaweza ukabakiza askari hata kipindi ambacho H pylori ameshaondoka tayari. Kumbuka unapoanza kuumwa sasa unaenda kuchukua dawa, inaweza ikammaliza ile. Kwa hiyo H pylori inaweza kaondoka. Kwa askari wenyewe wataendelea kubaki kufanya doria. Kwa hiyo ukipima kitu kinaitwa H pylori antibody test, ndio hii ya damu sasa, unatolewa damu hapa. Ukienda ukapewa majibu ikawa positive, maana yake wewe una askari dhidi ya H pylori. Hatuelewi sasa, je, mgonjwa H pylori yupo ama ameshaondoka, askari ndio wanaofanya doria. Ndio maana kuna kipimo cha pili ambacho ndio ni gold standard sasa, kinaitwa H pylori antigen test. Hiyo inapimwa kwenye haja kubwa, kwa sababu haja kubwa inatoka moja kwa moja kwenye tumbo. Kwa hiyo mazaharia ya yule H pylori tutamuona. Kwa hiyo unapoambiwa H pylori antigen positive, manake wewe una huyo mdudu tumboni sasa hivi tunavyoongea.
au mazalia yake yapo tumboni, kwa hiyo wanaweza wakakupatia dawa tena. Lakini kwa antibody bure anaangalia kinga tu, hatujathibitisha sasa hii kinga ipo kwa sababu mdudu yupo ama kinga ipo kwa ajili ya kujilinda ama umetoka kuugua muda si mrefu kwa askari bado wako kwenye doria. Kwa hiyo tuelewe, na huyu mdudu ni muhimu sana, ukikutwa naye ni muhimu sana kuzingatia matibabu. Lakini dawa zake zina mchanganyiko wa dawa kadhaa. Umo kuna dawa ya kumuua yeye, umo kuna dawa ya kupunguza asidi ili isiendelee, yani mwili unavyomwaga asidi isiendelee kuharibu ukuta wa tumbo. Kwa hiyo ile dawa pia inakuwa na mchanganyiko wa dawa mbalimbali ambazo zinafanya kazi zimuue bakteria na ziende zikapunguze asidi ya tumbo. Kwa hiyo H pylori sio vidonda vya tumbo. Leo umefahamu, wafahamishe na wengine.